Lakini mkuu, yule ni mwanangu wa mwisho. Nihurumie mkuu. Farida! Kambwinya kalamba usa. Sasa nasemaje? Zimebaki siku 2 tu. Ukishindwa kufanya hivyo, tunakula wewe. Kuna ugeni unaingia kwenye kijiji chetu. Na huo ugeni ni nyama yetu. Mkuu, ugeni unaelekea wapi? Muulize Farida atakwambia ugeni unaelekea wapi. Farida, ugeni unaelekea wapi? Ugeni unaelekea kwangu. Nadhani azma yetu inakwenda kukamilika. Tunaenda kuweka sawa jambo letu. Sasa mnaweza kurudi nyumbani. Sawa. Mama, shikamoo. Marahaba, vipi hali? Nzuri. Salama huko? Salama. Shikamoo. Karibuni. Marahaba, kwema? Kwema kabisa. Karibuni mkae wanangu. Haya. Karibuni wanangu. Haya, asante. Mama, huyu hapa rafiki wa mume wangu. Tangu siku hizo anatoshikilia nataka kuja kutembea. Kwa hiyo mimi nakuleta. Shem, huyu ndo mamangu kipenzi. Asante nimemwona. Sawa, karibu. Asante. Hapa ndo nyumbani, hapa ndo tulipo, ndo kilipo kibanda chetu. Karibu. Haya mama, shati saa 10 nimechoka, nataka nikapumzike. Na huyu tena ni safari kidogo tu akaenda tena, yeye hutaka pumzike. Aende akae tena mwenyeji nini hapa? Au vipi? So unajua tena mwanao kwa kulala. Hapa tena. Twende ndani nikapumzike. Haya sawa. Mama inosha kwa kupumzika. Pole. Karibu kaa. Mkuu. Naam. Nimeitika wito wako mkuu. Farida, nilichokuitia hapa ni kuwa mwanao amerudi. Kwa hiyo nakupa ndani ya siku 3 iwe tushapata nyama yetu. Mkuu, lakini hakuna cha lakini. Tunachotaka ni nyama yetu tu. Basi. Mkuu. Naam. Lakini yule ni mwanangu, ni wa mwisho. Nitafanya nini mkuu? Farida, unajidanganya.
Kumbuka mwenzako alikuwa na watoto wawili tu, na wote tumewala pamoja hapa. Iweje leo wewe ushinde kunitoa mtoto wako wa mwisho? Tunachotaka ni nyama yetu. Nadhani umenielewa. Sawa mkuu. Nitafanya nini? Unaweza ukaenda. Mama. Chakula chikuleni. Haya. Najua kumjua kumpikia mambo yake anayoyapenda yani. Alikuwa harage. Kwa huyo nimemjua eti ndio maana nikampikia hivyo. Haya. Leo mke wangu chakula kilichopikwa mujarabu kabisa. Kwa sababu kikutizama ni leo tamani ukile tu. Walikuwa harage. Haya bwana, maana unapenda kuongea. Tule. Uwezo. Hicho chakula usile. Haya. Hakwame. Tusemewa utaka wewe. Au vipi? Ama kunaniambia alikuwa harage huli. Tabia gani unaonyesha rafiki yako kuchukua chakula kwenda kukimwaga? Anakijua kinatoka wapi hichi chakula? Au kupatishana zambi za maksudi tu? Mimi ninavyojua Madewe hajagonjwa kwa akili. Yule si mgonjwa wa akili. Kuna jambo kankusudia. Madewe kankusudia nini jamani? Uwezo. Naam. Kuwa makini sana na mkuu wako. Unamaanisha nini Madewe? Hata nikakuambia hauwezi kunielewa, lakini ipo siku nitakuambia na utanielewa. Mimi naona unataka kuleta longolongo ndani ya kijiji cha watu. Wacha mimi nende zangu. Unakwenda wapi? Si popote.
binti Nana, binti mrembo unaojidai. Sasa leo ndio mwisho wako. Nisamehe. Hakuna msamaha, lazima nikuchukue. Hauwezi kumchukua. Ikiwa mimi nipo, hauwezi kamwe kumchukua huyu. Wewe ni nani? Na kwa nini nisimchukue? Haipaswi kunijua mimi ni nani. Sasa mimi ndo Kea Mboko Mbokoni. Sijawahi kushindwa kwenye kazi yangu. Ngoja nikuoneshe. Niambie Dulizo. Kama kawa? Kama kawa. Sasa Dulizo, ndio. Naomba nikuulize kidogo. Unaweza kuniambia faida ya ushirikina? Ushirikina? Ndio. Kwa nini? Hapa mtaani watu wote wanajua kama wewe unahusika na wale kina Bi Farida kule chini kule, kama wewe ni mshirikina. Kibenza, nikwambie kitu. Usiamini maneno ya kuambiwa. Halafu chengine, usipende kufuatilia mambo ya watu Kibenza. Dulizo, mimi nakupenda najua, kwa maana sitaki ufikwe na matatizo. Hapa mtaani watu wanajua. Acha ushirikina ndugu yangu. Kibenza, nakwambia tena, usifuatilie mambo ya watu. Utakuja kuumia Kibenza. Lakini mimi nakwambia ukweli. Utakuja kujijutia. Utakuja kujijutia Dulizo. Umeambiwa mimi ni mshirikina. Yote sawa, lakini nakwambia tena, usiamini maneno ya kuambiwa. Halafu pia acha kufuatilia mambo ya watu Kibenza, litakuja kukuta baya. Mimi nakwambia hivyo. Naondoka. Mimi tunamwambia ukweli, anaona sio kabisa. Basi potelea mbali bwana, atajua mwenyewe. Wamvua. Wajua. Wamvua. Wajua. Karibuni sana washirika. Asante sana mkuu. Asante sana mkuu. Naam, nawasikiliza. Mkuu, nimejaribu sana nimeshindwa. Unasemaje Farida? Nisikilize Farida. Usitake kucheza na akili zetu. Mwenzako ametoa kafara zote mbili bila huruma. Kwa nini wewe ushindwe? Farida, hata mimi nilikuwa na mwanangu ambaye nampenda sana, lakini bado nilimtoa. Kwa nini wewe ushindwe? Unaweza Farida. Lakini mkuu, yule ni mwanangu wa mwisho. Nihurumie mkuu. Farida! Kambwinya kalamba usa. Sasa nasemaje? Zimebaki siku 2 tu. Ukishindwa kufanya hivyo, tunakula wewe. Farida, uliamua mwenyewe kuchagua kilinge hichi. Kwa hiyo lazima masharti tuyatimize. Sawa mkuu. Lakini mkuu, hakuna tena cha lakini, mnaweza mkaenda.
Shika mkoba huu. Nataka nikutume dukani kanunue. Kwenda kununua nini? Nyanya, vitunguu nini? Lakini mimi sijipika. Wewe nakujua cha uvivu. Nitakujapika mwenyewe. Mimi kanunulie tu hivyo vitu basi. Pole mwanangu, pole. Utapoa. Itakuwa hana damu, ngoja nitoke hapo nje tuje kupeleka hospitali. Umesikia mwanangu?
Kunaendelea vipi? Mama, nenda katupe hichi. Nini? Nenda katupe hichi. Kitu gani? Nenda katupe hichi. Chukua katupe. Nana. Simama. Wajua. Wamvua. Wajua. Sasa hizi mkuu. Salama. Naona Farida unatafuta mitishamba. Mkuu, hizi ni dawa. Naona kila ninavyojitahidi kufanya nimeshindwa. Unajua Farida? Ndiyo mkuu. Kuna kitu ambacho ilikuwa hatukijui. Kama kipi mkuu? Leo nataka niweke wazi. Farida. Mkuu. Yule mgeni aliyopo kwako, naomba umfukuze mara moja. Yule ndo anozuia kafara yetu kutoka. Nadhani unanielewa. Sasa nitafanya vipi mkuu nimfukuze? Farida, hebu punguza utoto na utopore. Nimekupa nguvu za kutosha. Unaweza ukafanya unachotaka. Sasa kama hujui cha kufanya, unatakiwa ujibadilishe uwe mkwe wako. Alafu tengeneza tukio ili ambalo litafanya likereshe, umfukuze. Sawa mkuu. Nataka unisaidie kitu kimoja. Kitu gani tena shoga yangu? Kuna kijana kule kwangu kule kaja. Ana bonge la cheni hilo. Hilo ndo linonihangaisha mie. Kwa maana hiyo lile nataka unisaidie ulipate lile. Je, shoga yangu unaweza? Alafu Farida, mimi kila siku nakwambia, acha uchawi, utakusaidia nini wewe? Shoga yangu, unajua unachokipata kitu katika kwenye uchawi? Na ungekuwa unajua we, na we ungetaka kuingia. Pazito. Lakini kwa vile wewe rafiki yangu, kipenzi, tumetoka mbali, basi nitakusaidia. Kwa hiyo nitaka nifanyeje sasa kwa mfano? Mimi nataka yule mwanamume alokuja kule kwangu kule, muwe na mawasiliano naye. Yaani mwe kama wapenzi hivi. Ulipate lile cheni. Mazito, sio kama rais anavyofikiria, lakini basi nitafanya hivyo, sijali. Na nitafurahi we. Basi sawa, sijali. Nimeridhika mwenyewe. Nimeridhika. Okay. Lakini kumbuka, mwisho ubaya aibu.
nisubiri hapa hapa mwanangu. Nakuja, naenda chooni pale mara moja. Hapa hapana tatizo lolote, we nisubiri, nakuja. Mie narudi sasa hivi. Mbona hapana neno? Peupe mbona hapana chochote? Nisubiri. Duli, mzigo wenu tayari ule kule. Mie sina changu. Nishakuleteni ule kule basi. Farida, una hakika hajashtukia mchezo yule? Hajashtukia yule, akili hana. Basi sawa, kazi yako imeisha. Mimi naenda zangu. Karibu sana. Bwana mdogo, vipi wewe? Mbona unapenda kuingilia mambo ya watu? Nakuuliza wewe, usinitazame. Mbona unapenda kuingilia mambo ya watu? Sina muda wa kujibishana na watoto wadogo. Umefanikiwa kutuharibia mambo yetu, si ndio ulivyokuwa unataka? Umefanikiwa, hongera. Naam, karibu dada yangu. Kusaidia nini? Mangi, asante. Mimi naomba tu nyanya, biringani na kitunguu na Lakini unajua la jana umekuja kuchukua hapa mchele. Mangi, naelewa lakini usijali, hela yako nitakurudishia. Leo dada yangu naomba nisamehe. Samani, Madawe. Mambo poa? Mzima. Nashukuru. Huko unapikia? Shida yako nini? Naomba namba ya simu. Asante. Takupigia. Ato, nini shida? Wewe unalialia tena wewe. Sasa Dati, ndugu wangu Dati. Ndio tunazungumza na wewe hapa kidogo. Kwa sababu nilikwambia wiki iliyopita lakini bado naendelea nayo. Nilikwambia kwamba sitaki mazoea na Farida. Lakini bado hujanielewa tu. Sijui mwenyewe unataka kitu gani ambacho hichi mimi nizungumze uweze kunifahamu. Sielewi hilo. Lakini tabia ya kufuata na Farida mimi sitaki. Kwa sababu hicho tunafahamu iko vipi ule mtu. Sitaki tabia ya kufuata na Farida mdogo wangu. Lakini kaka, Farida mimi ni rafiki yangu. Sasa unapokuja unaponiambia kwamba eti ni ashanya na Farida, yani kama nakuwa kama sikuelewi. Ukiangalia Farida mimi tumetoka mbali sana. Ni marafiki wakubwa sana. Kwa hiyo unaponiambia eti ni ashanya na Farida eti kikweli hapana. Hata kama umetoka naye vipi? Sawa? Yule ni rafiki tu. Sitaki mazoea yako mimi. Sipendi mazoea yako. Tabia ya kufuatana na Farida sitaki tena. Nakwambia mimi hivyo. Sasa endelea.
Farida. Shoga yangu. Mambo? Vipi hali? Safi mzima? Safi, vipi hali yako? Safi kwema. Wema mzima? Mzima. Vipi hajambo huyo? Yupo katika bora wake. Naona unalea. Wewe acha tu. Karibu shoga yangu Farida. Nimekuja na shida yangu hiyo. Ile ishu ndo kwambia juzi ile. Kuhusu yule bwana loko kwangu, yule bwana anomcheni yule ndo Yaani yule kijana wako. Yule kijana wangu. Sasa basi. Nataka umpange, yani mkutane. Hapo pahala mnapokutana, hapo kwenye hiyo issue hiyo ndo nitaka nifanye hayo mambo yangu. Sila Farida. Nataka nimuonyeshe mara hii. Wewe usijali, mimi nitakusaidia. Usijali sana. Haya, nifanye hivyo. Haya, sawa, haina shida. Haya. Menda zangu. Kwa hiyo mbona ondoka mapema sana? Na kazi yangu huko. Au ndo unamwaibwa shemeji? Haya, tukija ndio. Mama, shikamoo. Marahaba, vipi hali? Nzuri. Salama. Salama tu. Yule mwenzio yuko wapi yule? Mwenzangu mimi naona kama mama yule kashakuwa mwenyeji hapa kijijini. Kaungana zake Randa huko. Elosi na wasisi naye atarudi tu. Haya, huyo mwenzio mwingine huyo. Mke wangu kanilala ndani huko. Haya, na wewe natoka nda dukani hapo. Sawa. Shida nini? Hamna madai, mimi nilikuwa tu nataka nikuone. Kumbe ndo kazi yako eh? Unatoka kule nyumbani, unakuja huku, unakaa vipembeni na wanawake, au sio? Sasa nakwambia hivi, kuanzia leo pale nyumbani utahama. Upo, umenisikia lakini? Baby, hebu achana na mtondo. Shika adabu yako. Nani baby yako? Nisikilize Bi Farida. Huo mpango mliopanga hamujafanyikiwa. Hamuniwezi kamwe. Farida rafiki yangu. Yaani yule mtu umwezi, achana naye. Sawa. Simuwezi? Yaani yule mtu umwezi ni mkali sana. Sijui na mapepo, sijui na mashetani. Simwezi? Hana pepo wala hana shetani. Yule hata unanambia niachane naye? Unamwogopa wewe kitu gani? Farida, mimi simuogopi yule mtu humwezi, wewe achana naye. Cha msingi wewe tuondoke tu. Haya, sawa.
Bi Farida, usipoacha hili jambo na hakikisha nitakuua. Hiyo sio ndoto, ni ukweli halisi, na usipobadilika nitakupoteza mara moja. Wajua. Wamvua. Wajua. Wamvua. Mwenzangu, mambo ni magumu. Yule mgeni alokuja juzi yule pamoja na mwanangu. Nimelala mchana nimeota live. Kaja na kuambia usingizini, ananambia kwamba hayo mambo mama unoyafanya siyo. Haya hapo sasa mwenye unanishauri vipi? Mimi sina la kukushauri hapo. Wewe la kufanya kama mwambie mkuu tu. Mimi mkuu namuogopa. Namuogopa we. Farida, tatizo lako mkaidi. Mbona sisi wenzako tumefanya, wewe ushinde una nini? Kwa nini? Huyo mtoto wangu ndo huyo mmoja tena sasa nimtoe na wewe hata kuna kuniombea samahani kwa yule mwanangu mmoja tena. Farida, hata mimi nilikuwa na mtoto ambaye nampenda sana. Na ni mtoto wangu wa kipekee. Wa mwisho aliobakia na nikamtoa. Kwa nini wewe ushindwe? Nenda kaseme na mkuu we, kaseme naye. Uniombe radhi kwa yule mkuu maana anielewi. Anataka akichukue hicho. Farida, jambo lako ni jambo lako. Jambo langu ni jambo langu. Kila mmoja abebe mzigo wake ambao amepewa. Mzigo wangu nimeshautua, umebakia wa kwako. Na ukishindwa, nadhani unajua nini ambacho kinakutokea. Haya, kama hutaki basi sina la kufanya. Wewe nenda. Nakwenda. Karibu. Haya, nilikuwa nina shida na Dati, hayumo? Dati yupo. Dati. Wewe Dati wewe? Abe. Njoo, kuna mgeni wako hapa. Vipi Dati, mzima? Mzima, kwema? Kwema, salama. Salama. Nilikuwa nataka tukaongee kidogo. Wewe wengine hapa sawa? Hapo ndani. Dati, kwanza samahani. Yale mambo yalotokea juzi yale achana nayo. Na mambo mapya mengine. Kwanza Farida, samahani. Tena samahani sana. Kikweli mimi siwezi kuendelea na kuwa na wewe kwa sababu wewe ni mtu ambaye mbaya sana. Ushafanya mambo mengi mabaya. Na especially kakaangu ameniweka chini kuniambia kwamba hataki mimi kuna wewe tuwe marafiki. Kwa hiyo mimi siwezi kuendelea kuwa na wewe, kwa hiyo cha msingi wewe jikatae tu. Na kitu kingine, sihitaji tena kukuona nyumbani kwetu. Sielewa. Kwa hiyo kama vipi sepa tu. Nabidi unanikataa hivi hivi. Tena fanya uondoe kwanza, mwanangu ashaanza kulia na kuogopa. Hem, toka zako hapa. Imekuwa ananiogopa mimi. Nenda bana. Haya, naenda.
Wabibi. Wababu. Wabibi. Wababu. Wabibi. Wababu. Ina maana mpaka wimbo mmebadilisha? Farida. Naam mkuu. Leo ni siku yako ya mwisho. Lazima tukule. Umetusumbua vya kutosha. Mkuu, huyu bora aliwe, maana ameshatusumbua sana, na mizimu tayari nataka nyama. Mkuu, nipeni nafasi ya mwisho mkuu. Naomba nitajitahidi kulitimiza hili. Mkuu, muda umeshaisha, mizimu inataka nyama, hapana haja kumwongezea muda. Farida. Naam mkuu. Umeshachelewa. Nimekupa siku 3 mfululizo. Leo nitaiambia nini mizimu? Sina cha kuiambia isipokuwa niwape haki zao. Sote tumetekeleza kile ambacho mizimu inataka. Kwa nini wewe ushindwe? Sasa basi, kwa yoyote ambaye anashindwa kumtoa mwanawe lazima atoke yeye, na hii ndio sheria ya vilinge. Huku hakuna lele mama. Ukishindwa kufanya ulemba utalembwa wewe. Duli. Yes mkuu. Tuipe haki yake mizimu. Sawa mkuu. Hii ndio haki ya msaliti. Kwa yoyote anaojiunga kwenye chama chetu akishindwa kumtoa mwanawe lazima atoke yeye. Nadhani mizimu imefurahi. Mkuu, hili ni funzo kwa wengine. Kwa yote ambaye atajiunga na kilinge chetu, hili ndio ambalo litamkuta. Hatuna huruma na yeyote katika kilinge chetu. Mkuu, naomba kuondoka. Unaweza ukaenda. Asante mkuu. Makarabati pastapak basipan. Ya bakati pastapan. Babarish. Nadhani mizimu mmefurahi. Nadhani nimetimiza kile ambacho mnakihitaji. Sina kosa kwenu. Umenikabidhi, nimewakabidhi. Naomba uhuru kwenda kukaa na kilinge changu. Makasabaditas. Nisameheni. Naam. Tunaenda hospitali. Huyu haina haja ya kupeleka hospitali. Kwa nini asipeleke hospitali? Na unaona hali yake hii sio nzuri. Kwa nini asipelekwe? Mama, mwambie ukweli tu. Wanangu, nilikuwa nadaiwa nikutoe kafara. Sasa siwezi kukutoa mwanangu. Naona niende mie. Mko wangu? Kumbe ni mchawi. Usinite mamangu mchawi. Wewe unajua nini? Una ushahidi kama mchawi? Kweli ni mchawi. Wewe ulimwona? Mamangu sio mchawi mimi. Na kawaida ya mchawi, kama hakutoa mwanawe anatoka yeye. Kwa hiyo ni haki yake. Ni kweli mimi ni mchawi.